kukaribisha asubuhi ya leo katika neno la Bwana ambao ameeka ndani yangu na nitaweza kushiriki pamoja nawe. Naitwa Pastor Ken, nimetoka eneo ya Nyashafa, kanisa ambayo inaitwa CCD, Christian Church of Disciples. Na asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, ningependa tukashiriki neno katika kitabu cha Zakaria chapter 2 kuanzia hapo verse 1 all the way to 5. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kichwa chetu cha ujumbe wetu wa leo asubuhi ya leo, huwezi pima mtu ambaye ako na Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ningependa kwanza kupanua kidogo hii kichwa chetu cha mahubiri yetu ya leo, ya kwamba mtu ambaye ako na Mungu hawezi pimika. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa ajili watu wengi upima mwanadamu kulingana na uwezo ambao ako nao ya mambo ya maisha yake ambao anaishi. Jina la Bwana lipewe sifa. So wakati mwingine utapata mwanadamu anaenda natazama mtu, anampima either kielimu, either kimapato, ama either kiumbile wake kama mwanadamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo hapa kuna mtumishi mmoja wa Mungu ambaye Bwana alimnenea, anaitwa Zakaria, na wakati alikuwa anamnenea kupitia maono. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba then I look up and there before me was a man with a measuring line in his hand. Verse 2 inasema I ask, where are you going? Jina la Bwana lipewe sifa. So maandiko inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu alikuwa ameketi mahali chini, akaweza kuonyeshwa maono. Wakati alitazama juu, akaona mtu ambaye amebeba kitu ya kupima watu, ama ile mafundi wanaotumia tape measure. Tape measure inatumika kupima mavazi, either katika mijengo. Kuna hiyo tape measure ambao inatumika kupima. Kwa hivyo huyu mtumishi wa Mungu Zakaria akaona katika maono akuwa ameketi kupitia uwezo wake Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati ule alikuwa anaenda, akamjibu, he answered me to measure Jerusalem, to find how wide and how long it is. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo akamrudisha, wakati alipokimbia akapata ule mtu, akamuuliza, wewe mwanadamu, ama wewe mtu, ama sijui kwa jina ingine tunaweza mpea John, tunaweza mpea Peter. Akamuuliza, Peter, unaenda wapi? Akajibu ya kwamba naenda kupima Yerusalemu. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati ule alikuwa anaenda kupima Yerusalemu, maandiko inasema ya kwamba alikuwa anaenda kupima upana wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ile upana inamaanisha ya kwamba nikiangalia katika maisha ya mwanadamu, upana ni uwezo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukikumbuka Mungu anaambia Abrahamu ya kwamba toka uende, nitakubariki na nitabariki hata uzao wako. So inamaanisha ya kwamba anapanua hata mipaka yake. Kwa hivyo huyu mtu anaenda kupima wana wa Yerusalemu, anaenda kupima mipaka yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na 3 inasema ya kwamba where the angel who was speaking to me was living. Kwa hivyo huyu mtumishi wa Mungu wakati alikuwa ameketi chini, ni malaika wa Bwana alikuwa anamnenea, anamuonesha jinsi Yerusalemu kuna mtu anaenda kupima. Inawezekana katika maisha yako kuna mtu alichukua gap ama akachukua position, akasema ya kwamba mimi naweza pima hawa watu uwezo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mwingine unapata hata katika kazi, kuna mtu anaweza sikia opportunity ama mahali jina lako limetajwa, aseme huyu mtu simuonangi akuwa mzuri sana, ama jina lako limetajwa mahali fulani, wanasema hapana, huyu mtu anamaanisha nini? Anakupima. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo hii maandiko inatutia nguvu kutuambia aje, sisi tukuwa na Mungu hatuwezi pimika. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama Bwana ako upande wetu, hatuwezi pimika. Praise God. Hallelujah. Kwa hivyo akaendelea, wakati huyu malaika alipoondoka akaenenda. Hallelujah. Hii inasema ya kwamba and he said to him, run to that young man. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo huyu mtu ambaye alikuwa anaenda kupima Yerusalemu hakuwa mzee. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo mapepo haitumii mtu mzee kuenda kupima.
Praise God. Hata ukiangalia watu wengi ambao wanapiga wengine vita, si watu wazee. Praise God. Na hii nataka kumaanisha hata katika kiroho, si watu wazee utumika. Kunatumika mtu ambaye akona uwepesi wa kuenda kupigana vita. Praise God. Kwa ajili Yerusalemu haingeenda kupimwa na mzee. Praise God. Wacha tuingie kwa reality ama katika maisha ya mwanadamu. Imagine babu ama nyanya ameenda kupima watu vipimo vyao. Praise God. Ameenda kupima uwezo wao wa mapato, ameenda kuwapima kulingana na elimu zao. Lakini Biblia inasema ya kwamba malaika wa Bwana akamwambia, kimbia uende ukataze huyo mtu ambaye anaenda kupima. Praise God. Leo nimekuja kutangaza asubuhi ya leo, yawezekana kuwa kuna mtu alisimama akasema ya kwamba haiwezi endelea, hauwezi panuka. Nimekuja na neema ya Bwana nikuambie ya kwamba walio kupima wakasema hauwezi endelea, Jehova ameshatumana, amesema namna gani? Enda ukataze huyo mtu amezoea kupima hao watu. Enda ukaambia hao watu waache kupimika tena. Praise God. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Yerusalemu, Biblia inasema ya kwamba upana wao, praise God. Kwa hivyo wakati mtu anapopima upana, angalia kama mtu akienda kununua shamba, unasikia 50 by 100, 100 by 100, 200 by 100. Hiyo yote inamaanisha ni upana, na jinsi upana iko hivyo hata mapato yako vile. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimekutangazia katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo, mahali ambapo umeweza kuwa umepimwa katika maisha yako, Bwana ametumana katika maisha yako, amesema ya kwamba ende ukataze wanaokupima. Labda kuna siku moja umewahi kuwa ulikuwa na buheri wa afya, mtu akakuja katika maisha yako akakupimia, wengine magonjwa ikaingia ikakuwa ni changamoto, ingine tu ubali unaenda Nairobi Hospital, wengine munaenda Kenyatta Hospital, either ni kutoka mahali mbali sana. Lakini katikati ya hiyo hali yote Bwana amesema namna gani? Naenda kutumana huyo mtu ambaye amezoea kupima, hata kupima tena katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inasema ya kwamba, tukiendelea, and he said to him, run, tell that young man, Jerusalem will be a city without walls. Bwana apewe sifa. Nafurahia Bwana asubuhi ya leo kwa ajili wakati huyu mtu alikuwa anaenda kupima, alipatana na malaika wa Bwana ambaye alimwambia, ende waambie hao watu, ende waambie Yerusalemu ya kwamba wamepimwa sana katika maisha yao, wamepunguzwa sana katika maisha yao, lakini mimi nikuwa kama Mungu na kuja kutangaza ya kwamba mtaanza kupanuka. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo, mahali ambapo umepimwa, Bwana anasema ya kwamba utapanuka. Angalia Yesu Kristo wakati alipokuja hapa duniani akaleta injili njema, watu wengi walijaribu kupunguza ile injili, hata wengine wakapanga mipango jinsi Yesu Kristo anafaa kuuliwa, lakini maandiko inasema ya kwamba hata kama waling'ang'ana na wakaweza kumuua, kuna kitu kimoja alitabiri katika kinywa chake, akasema ya kwamba hata kama nitakufa, nitakaa mahali pale kaburini siku 3, na katika siku 3 nitaweza kufufuka tena. Maandiko inasema ya kwamba watu wakakimbizana sana wakisema ya kwamba angalieni ule mwenda wazimu tena amekuja na maneno mengine, anasema ya kwamba ati siku ya 3 ataweza kufufuka. Kweli huyu ni nani? Praise God. Imewahi onekana wapi? Lakini namfurahia Bwana nikuja nikuambia ya kwamba asubuhi ya leo Yerusalemu wale wameipima. Nimekuja kukuambia wewe si mtu wa kupimika. Yesu walikuwa wamempima, Yesu walikuwa wamempunguza, lakini Bwana aishie milele. Maandiko inasema ya kwamba wakati ulifika. Tumetoka katika Pasaka, wakati ulifika mahali pale kaburini. Maandiko inasema ya kwamba wamama asubuhi, Mary Magdalena wakaamka wakajitengeneza vizuri, wakasema wacha tuende katika lile kaburi, tuende tukamwangalia Yesu Kristo. Wakati walipofika mahali pale, maandiko inasema ya kwamba na yeye malaika wa Bwana akateremuka kama radi akitetemesha pale. Kwa hivyo wakati alishuka pale, Yesu Kristo akaweza kuondolewa. Inamaanisha namna gani? Wakati Bwana ameashua yu, wakati Bwana amesema ya kwamba nitakuondoa, indeed lazima Mungu atakuondoa. Asubuhi ya leo namfurahia Bwana kwa ajili kuna watu wataondolewa mahali ambapo wamewekwa. Hata kama Yerusalemu umepimwa, labda umepimwa, wengine umepimwa mnakaa katika vijiji. Nimehubiri mahali pale Kisii, eneo inaitwa Keroka. Nataka nikuambia ya kwamba unaweza kuwa katika haya maeneo, umeweza kuwa mmepimiwa, wengine mnajaribu kuenda sana, unapata tu unatoka hapo kijiji unafika tu hapa Keroka, hapo ka town kadogo. Lakini nimekuja kukuambia ya kwamba kuna Mungu atakuondoa mahali pale, kuna Bwana atakupanua, kuna Mungu atainua watu wengine. Utasikia akukuwa na mpango, mtu anaweza inuka hapa aende mahali kunaitwa
USA. Hakukuwa na mpango mtu anaweza inuka hapa anaenda Canada, lakini Bwana atainua mtu asubuhi ya leo, na utaweza kuwa pida katika ile familia katika jina la Yesu Kristo, kwa maana Bwana ametumana. Amesema ya kwamba enda ukaambie ule mtu ambaye anapima Yerusalemu hajue ya kwamba Yerusalemu haiwezi pimika. Kwa hivyo asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji wangu, wa mtazamaji wa Enosoko TV, ningependa nikuambia ya kwamba ati ya kwamba Bwana ametumana, amesema waliozoea kukupima wewe si mtu wa kupimika tena katika jina la Yesu Kristo. Wacha turudi pale ambapo nilikuwa nakuambia mambo ya Yesu Kristo kwa mahali pale kaburini. Waliokuwa washamaliza kumpima na wakasema hawezi fufuka, Kristo hawezi fufuka, ni kustuka walistuka, kwa maana walimsikia anaenda pale akitenda mambo mazuri. Hivyo ndio nataka kusema katika verse 4 ya kwamba anasema ya kwamba atakuta za Yerusalemu, ya kwamba akutakuwa na kuta tena. Bwana apewe sifa. Na tukiendelea na maandiko yetu nasema ya kwamba because of the greater number of people and animals. Kwa hivyo pale labda kuja kuwa na uongezeko. Wakati unasikia Bwana akisema wanyama, hiyo inamaanisha ya kwamba wanyama inamaanisha multiplication, ya kwamba Bwana atakuongeza. Yawezekana katika maisha yako hakuja kuwa ukiweza kulisha hata kuku, haujaweza kukilisha hata ng'ombe, lakini Bwana anasema na magani itakuwa na kuongeza. Angalia watu ambao kama akina Abrahamu. Angalia vizuri venye Biblia inasema ya kwamba Bwana alikuwa na wabariki, na hakuwa na wabariki na utajiri mdogo. Alikuwa na wabariki na utajiri, unapata ngamia, unapata wako na kondoo. Hii inamaanisha namna gani? Walikuwa wanaongezeka. Kwa hivyo nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, yawezekana katika maisha yako hakuja kuwa na kuongezeka. Bwana ametumana, amesema namna gani? Enda uambia watu wataanza kuongezeka. Si ninatangaza neema ya Bwana ukaweza kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Unayenitazama mahali yuko, natangaza ukaongezeke katika jina la Yesu Kristo. Hata katika maisha yako natangaza ukaongezeke. Biblia inasema ya kwamba na kutakuwa na nambari ya watu wengi sana. Si Bwana akakuongeza. Labda unaweza kuwa ukitafuta mtoto kwa wakati mrefu, labda umekuwa katika ndoa, umekuwa ukigojea Bwana. Ninataka nikuzidishia asubuhi ya leo, nikuambie Bwana amenituma nikuja nikuambie ni wakati wa kuja kukuongeza katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Asubuhi ya leo ningependa tuendelee kushiriki neno la Bwana. Na mtazamaji wangu, najua Bwana anazidi kukubariki. Jina la Bwana lipewe sifa. Najua Bwana anazidi kukutenda mambo mazuri. Najua Bwana anazidi kutenda mambo mazuri ndani yako. Praise God. Hallelujah. Biblia verse 5 nayo inasema ya kwamba and I myself will be a wall of fire around it. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ule ukuta wa Yerusalemu, Mungu ametuahidi, amesema namna gani? Yeye mwenyewe, Mungu yeye mwenyewe. Hapa si malaika, hajasema ejo Gabriel, hajasema sijui ejo fulani, amesema yeye mwenyewe. So hapa hakuna mtu mwingine atakuja kuzingira zile kuta. Praise God. Huwa natazama watu wengine ambao wameenda katika ushirikina ama katika nguvu za giza. Wengine unapata wanaendea vitu ambavyo wanachimba, wanaziweka katika boma. Zingine zinakuwa security yao. Praise God. Hallelujah. Lakini Bwana anasema namna gani? Watakao nitegemea, praise God, watakao muita atawajibu na ataweka ukuta katika maisha. Unatangaza katika jina la Yesu Kristo, mtazamaji wangu, asubuhi ya leo Bwana akaonekane katika maisha yako. Mahali ambapo hiyo magonjwa ilikuwa inaingia, leo nimekuja kutangaza jina la Yesu Kristo. Nimekuja kutangaza ukuta wa moto katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuachilia neema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuachilia ushindi wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kutangaza ya kwamba Bwana atatenda mambo makubwa. Bwana atatenda mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna kitu moja ya Bwana asubuhi ya leo. Biblia tukiendelea kusoma inasema ya kwamba declares the Lord. Bwana apewe sifa. Mwenye ametangaza ukuta wa moto ni Mungu yeye mwenyewe. Si mwanadamu, si Pastor Ken, ni Mungu yeye mwenyewe ametangaza ya kwamba ataachilia ukuta wa moto katika maisha yako. Natangaza ukuta wa moto ukaonekane. Wakati kuna ukuta wa moto katika maisha yako, hata magonjwa ikikuja inapata kuna ukuta mahali pale. Hata vita zikikuja zinapata kuna ukuta mahali pale. Na kutangazia asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, katika hali ambayo umekuwa, nimekuja kutangaza ukuta wa moto katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kutangaza ukuta wa moto hata katika biashara yako. Labda wakati mwingine unalala usiku, unaanza kuona vitu zikipotea. Kuanzia leo nimekuja kukuwekea ukuta wa moto. Bwana akawe mahali pale. Bwana akawe msaada wako katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacha nirejee pale tena
Wakati Yesu Kristo alimaliza kufufuka, maandiko inasema ya kwamba hata wengine wafuasi wake hawakuweza kuamini ya kwamba Yesu Kristo ameweza kufufuka. Praise God. Hata wengine ni kutumaniwa, walitumaniwa kuambiwa ya kwamba Yesu Kristo amefufuka. Kwa hivyo nimekuja kukutangazia asubuhi ya leo, wakati ukuta wa moto Bwana atakuja kuweka, kuna watu watatumana waseme ya kwamba hatukuwa tunajua iko namna hii, hatukuwa tunajua inakaa hivi. Kwa ajili wakati Mungu wako, mambo makubwa yanakuwa pale. Bwana apewe sifa. Praise God. Na tukiendelea kusoma Biblia inasema ya kwamba and I will be its glory. Bwana apewe sifa. Within. Hallelujah. Kama kuna kitu ambacho Bwana ataeka, si ukuta tu ataeka ukuta ambao uko na utukufu. Na kutangazia asubuhi ya leo, mahali ambapo utukufu ilionekana ya kwamba kama imeisha, mahali ambapo unajulikana kwa historia ya failure, nimekuja kukutangazia Bwana anakuja kuweka ukuta ambao si wa kawaida, ni ukuta ambao uko na ushindi, ni ukuta ambao uko na uwezo katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu mtu ambaye alikuwa anawapima, alikuwa anaelewa vizuri sana. Unajua wakati mtu anapokupima, anakupima kwa ajili anajua. Wacha tuchukue mfano mwema. Hakuna mtu ambaye saa hii anaweza enda kwa chief huyo wenyu wa kijiji, aende aseme ya kwamba wacha nisongeshe hii mpaka wa chief. Aba mwingine aende achukue mpaka ya polisi, aseme ya kwamba hii mpaka wa polisi wacha tusongeshe hapa kidogo juu tumepakana na police station, wacha kidogo at least. Haezi jaribu. Praise God. Kwa hivyo kwa ajili anajua gani, huyu mtu siwezi pimana na yeye. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo huyu mtu ambaye anapima Yerusalemu, anawapima kwa ajili tayari kitu ya kwanza inaonyesha anawadharau. Kwa ajili anajua ako na uwezo ya kupima anajua ako na uwezo wa kupima Yerusalemu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimetangaza katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo, yawezekana katika maisha yako watu walitongesha mipaka yako, wengine walikuja wakaipima. Nimekuja kutangaza kuanzia leo ikaweze kurejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Unajua mahali ambapo hakuna mipaka, mahali ambapo kunaweza pimika any hauli, kila mtu anaweza ingia mahali pale. Wakati Savia anaingia mahali, tukiangalia kama saa hapa Nairobi, hakuna Savia anaweza kuja ingia mahali aanze kupima. Lazima atatembea na kitu inaitangwa map, aende akiangalia, ndipo aende akapima Kenya anaenda kupima. Lakini huyu alichukua depimisha. Kwa hivyo alikuwa anaenda kupima kuanzia hapa kuenda hivyo. Inamaanisha namna gani? Biblia inasema ya kwamba na hata wanyama wataongezeka. So ni kumaanisha Yerusalemu hakuna kitu kizuri kilikuwa kinatoka mahali pale. Kwa ajili tayari walikuwa chini ya mtu ambaye alikuwa amewapima. Lakini malaika wa Bwana akatokea mtumishi wa Mungu Zakaria, akamwambia ende waambie watu, ende waambie huyo mtu Yerusalemu haiwezi pimika tena. Bwana apewe sifa. Yawezekana katika maisha yako kuna watu ambao walikupima. Kuna wengine walipima watoto wako, kuna wengine walipima mke wako, wengine wakapima bwana yako. Tangazia asubuhi ya leo ya kwamba Bwana anakuja kuweka ukuta, na si ukuta wa kawaida, bali anakuja kuweka ukuta ambao utakuwa na moto. Jina la Bwana lipewe sifa. Tukiendelea nayo 6 nasema namna gani? Come. Bwana apewe sifa. Inasema njoo. Bwana apewe sifa. Kwani watu wanaenda wapi? Kwa ajili tayari kuna kitu ambacho Mungu ametangaza. Wakati Mungu amemaliza kutangaza, utasikia watu wakiitana, John. Angalieni huyu mtu ambaye alikuwa tayari akifika mahali pale, akiangalia bwana ya mtu, akiangalia fulani anamchukua. Biblia inasema ya kwamba wakati alipokutana na Yesu Kristo, akamueleza mambo yake yote, alienda akisema namna gani? Njooni muone ule mtu ambaye ameniambia mambo yangu hata ya ndani. Bwana apewe sifa. Inamaanisha namna gani? Huyu mtu wakati Yerusalemu iliona mambo makubwa yametendeka, kwa ajili ni Mungu yeye mmoja amesema ataweka ukuta, walikimbizana wakisema, njooni muone mtu ambaye ametenda mambo makubwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo mtazamaji wangu, endelea tu kunitazama, najua kwamba Mungu anazidi kukubariki. Anazidi kukutia mambo mazuri, anazidi kukutia nguvu. From the land of the north declares the Lord, for I have. Bwana apewe sifa. Sikia tena, imerudia tena. Who is declaring? It is the Lord who is declaring. Nakuja kutangaza katika maisha yako. Whoever alideclare akasema ya kwamba wewe utaendelea, Bwana amekuja kutangaza wewe ni mtu wa kuendelea. Mtu ambaye alisema huwezi panuka, kuna jibu ambao Bwana ameleta asubuhi ya leo. Amesema ya kwamba wewe ni mtu wa kupanuka. Bwana apewe
apewe sifa. Labda umefika mahali ambapo hata asubuhi ya leo umekuwa na mawazo mengi sana. Biblia inasema ya kwamba usiku ukuwa machozi, lakini asubuhi huwa furaha. Labda usiku ambao tumekuwa na usiku wa leo umekuwa ni usiku mzito sana. Wengine labda usiku mmekimbia mahospitalini, wengine labda kumelala vita, wengine labda umeamka asubuhi ukapata vitu zimeibiwa. Biblia inasema namna gani? Mimi Bwana nitaleta furaha tena. Nimekuja kutangaza asubuhi ya leo, Bwana akawaletee furaha, Bwana akawaletee furaha tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Praise God. Kuna kitu moja mtazamaji wangu ningependa uelewe. Wakati Bwana anapotumana, mambo huwa yanabadilika. Praise God. Wakati mwanamke njooni muone mtu ambaye ameniambia mambo yangu ya ndani. Praise God. Kwa hivyo Biblia haimaanishi ya kwamba na Yesu Kristo alijielewa vizuri. Praise God. Unaweza unatembea katika Bwana anasema namna gani? Mimi nimekuja kutenda mambo mazuri juu ya maisha yako. Mimi nimekuja kubadilisha hali yako katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji wangu, kuna kitu mmoja namfurahia Bwana asubuhi ya leo. Wakati malaika wa Bwana ameelewa vizuri sana jambo ambalo linakusumbua. Labda umekuwa mgonjwa kwa wakati mrefu. Labda umekuwa ukipitia mapito ambayo ni mazito. Labda umekuwa ukipitia changamoto ambazo saa zingine kama mwanadamu unasikia kana kwamba mimi nimefika mwisho. Nimekuja kukuambia siku ya leo, siku zako zimeongezwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kuna kitu moja namfurahia Bwana. Wakati mtu anapopimwa, Biblia inasema ya kwamba na nitawaachilia muishi na muridhike kuishi katika ardhi. Bwana apewe sifa. So one thing, mtu ambaye amepimwa, number one, anatamani afe. Praise God. Ukipimwa katika maisha, number one, utatamani ukufe. Utatamani uchukue kitanzi ujinyonge. Wakati mwingine utapata hata watu wanaingia katika depression. Hii ni kupimwa. Shetani anaangalia, anaona huyu wacha tumpime. Angalia Job ameshajaribu kupimwa. Lakini katika Bwana alizidi kukaa mahali pale. Bwana apewe sifa. Asubuhi la leo mtazamaji wangu, nimekuja kutangazia injili ya Yesu Kristo. Nimekuja nikuambia ya kwamba Bwana anakupenda. Na Bwana bado hajachoka na wewe. Bwana ako na mpango mwema juu yako. Bwana bado anazidi kukutenda mambo mazuri sana. Bwana apewe sifa. Kuna kitu moja nitakuambia asubuhi ya leo. Yaweza kuwa umepimwa katika maisha. Bwana anasema namna gani? Wewe si mtu wa kupimika. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Praise God. Ningependa tuendelee tu kufurahia katika Bwana. Tuzidi tu kutenda mambo mazuri katika Bwana. Bwana apewe sifa. Angalia wakati mwingine watu walikuwa wanapima wana wa Israeli. Wanatazamwa, wanaangaliwa, wanaonekana vizuri. Wacha tuende tukawapige. Wakati walikuwa wanaenda kupigwa pale, walikuwa wanaenda kupigwa kwa ajili waliowapima walikuwa wanaona wako na muscles mzuri wanaweza wapiga. Praise God. Lakini mtu ambaye ako na Mungu haezi pimika. Bwana apewe sifa. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo. Wewe ambao uko na Jehova hautaipimika tena. Nimekuja kutangaza kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Katika maisha yako nimekuja kutangaza ukoongezeke tena. Ukoongezeke mara 20, ukoongezeke mara 30 katika jina la Yesu Kristo. Bwana azidi kukutenda mambo makubwa. Bwana azidi kukutenda mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji wangu ambao unayenitazama, Bwana anakupenda. Bwana anakujali. Bwana apewe sifa. Now verse tunasema ya kwamba for this is what the Lord Amalekite say. Bwana apewe sifa. After the glorious, hallelujah, one has sent me against the nation, that nation. Bwana apewe sifa. So kuna Mungu ambaye amenituma katika mataifa. Bwana apewe sifa. Amenituma kwa ajili yako asubuhi ya leo. Nikuja nikuambia ya kwamba waliokupima, Bwana amesema namna gani? The Lord have declared ya kwamba wewe si mtu wa kupimika tena. Bwana apewe sifa. Angalia Farao anaambiaje Musa, nimekubali kuachilia wana wa Israeli, lakini wasiende mbali sana. Praise God. Hiyo inamaanisha namna gani? Ilikuwa inamaanisha ya kwamba
wakati Mungu alienda pale, Farao akapigwa na pigo. Wakati alimaliza kupigwa na pigo, moyo wake ukasikia yes, ni kidogo umetulia, lakini akaambia Musa, wacha waende, lakini wasiende mbali sana. Kwa hivyo tunakuja mahali penye Biblia inasema ya kwamba the man who was measuring, huyu mwana mume ambaye alikuwa anapima Yerusalemu, amerejewa tena pale from the book of Exodus, tayari ashaenda kupima. Praise God. Anawaambia namna gani? Nataka nikitoka nje na tuangalie kama State House iko na pale ka corridor ka nje kale ka pale juu ka balcony hapo, labda alikuwa anasimama pale anataka kuangalia wana wa Israeli wakiwa bahari pale, anaona vizuri, lakini Musa akasema ni sawa, lakini Bwana akawaambia namna gani? Vukeni mipaka. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, unaenda kuvuka mipaka yako, unakuja kuvuka mipaka yako, unakuja kuinuliwa na Bwana. Walio kupima wakasema ya kwamba tunajua vizuri huyu ako na uwezo, lakini sisi tutamshika, hatutaki aende mbali sana. Bwana amesema namna gani? Na kuja kuweka ukuta wa moto. Kuna watu Bwana atatoa mahali pale na watume, na akimaliza kuwatuma tayari wataenda, na wakati wataenda ataacha kama ameweka ukuta wa moto. Maanisha namna gani? Hata maadui hawatawaguza tena. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo namfurahia Bwana, hautaguzwa tena na maadui zako. Kama hata ni magonjwa, umetembea katika hospitali, unajaribu hii dawa, unajaribu hii, umefika mwisho, hata wewe mwenyewe unafika mahali ambapo umesema ya kwamba mimi nimekubali kurudi kwa baba yangu, mimi nimekubali wacha nife, lakini Biblia inasema namna gani? Hiyo ukuta ambayo iliinuliwa, Bwana anakuja kuweka ukuta wa moto. Haya magonjwa hutayaona tena katika jina la Yesu Kristo. Hata wakati Farao alimaliza kusema ya kwamba nataka kuona wana wa Israeli wakitembea pale nje, wakitembea pamoja na Musa, Bwana tayari alikuwa ashaachilia neema, wakaondoka na wakaenda mahali juu sana. Bwana apewe sifa. Nimekuja kutangaza ya kwamba malaika wa Bwana akawe juu yako, malaika wa Bwana akawe juu ya maisha yako, malaika wa Bwana akakupiganie, malaika wa Bwana akalete msaada, malaika wa Bwana akalete majibu yako katika jina la Yesu Kristo. Yaweza kuwa umekukiria wakati mrefu, yaweza kuwa umeinua macho yako, unazidi kumwangalia Bwana, inaonekana kana kwamba atajibu. Nimekuja kukuletea habari njema, nikwambie Bwana anajibu katika jina la Yesu Kristo. Praise God. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimekuja kukuambia kwamba Bwana anajibu. Bwana apewe sifa. Hakuna yeyote aliyejua ya kwamba Yerusalemu inaenda kupimwa. Praise God. Ni Zekaria tu ilinclude tu mkono wa Bwana akafunulia mtumishi wake. Nimekuja kutangaza Bwana akalete mtumishi katika maisha yako ambaye atakuja kufunua siri ambazo zimefichika. Watu ambao ukimbia wakipima maisha, watu ambao ukimbia wakipima mawazo yako, watu ambao ukimbia wakipima elimu yako. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, Bwana akaachilia ukuta wa moto mbele zako. Praise God. Unapatanga hata wengine mnaamka asubuhi kama familia mnasema wacha tuende mahali fulani, lakini katikati ya barabara unapatana na ajali. Ni kitu moja uniuma kwa ajili tayari mtu amepatana na ajali. Hiyo si kitu ambacho imetendeka hapo, utendeka katika hali, utendeka katika anga ya kiroho. Praise God. Na kwa ajili gani? Ni kitu moja, mtu mmoja alilala mahali. Kwa ajili wakati mtu amelala, ule mtu ambao ako na uwezo anasimama, anaanza kuwapiga. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, hata wakati utapangiwa mabaya usipatana nayo katika jina la Yesu Kristo. Wakati watakupangia kuanguka, Bwana naye akupangie kuinuka. Wakati watakupangia kubackslide, Bwana akusimamishe tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu ambao upanua, nimekuja kutangaza asubuhi ya leo akakupanue katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati Farao alimaliza kuambia wana wa Israeli wasienende, wakati walianza kuenda pamoja na Mungu, mambo makubwa yalianza kutendeka. Praise God. Hiyo inamaanisha namna gani? Wakati umetoka mahali ambapo umepimwa, mambo makubwa yanaanza kutendeka. Wakati mtu anapoondoka mahali ambapo amekaa sana, mahali ambapo umekaa tuseme ni kama unatulia, unaona ni mahali pazuri, ni mahali panafaa, ni mahali pana kupendeza, umejipima katika hicho kipimo. Praise God. Kuna wengine unapatanga wamejipima, wanasema ya kwamba mimi nimelea watoto wangu na soko, mimi nimewalea na mjengo, mimi nimewalea na hii. Kwa ajili tayari alikuwa shajipima, amejipima na hiyo uwezo, amejua ya kwamba mimi hii ndio itaishi. Hata wengine unapata inakuwa ni kuachaniwa, kwa ajili kuna mipaka. Mama alifanya hivi,
Mtoto anakuja anafanya hivi, hakuna utofauti. Praise God. Leo nimekuja kutangaza, Bwana akaeke ukuta wa moto ukaongezeke katika jina la Yesu Kristo, ukaongezeke katika jina la Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba a greater number, nambari ya watu wengi ikaje katika maisha yako. Unajua when the numbers zimeanza kuincrease za watu, also the opportunities, also the destinies helpers huwa wanaanza kuongezeka. Why? Kwa ajili kila mtu ambaye anakuja katika maisha ya mwanadamu hukuja kama ametumwa na Mungu. Hakuna mtu yoyote hukuja kama hajatumwa na Mungu, hukuja kama ametumwa na Mungu. Nimekutangazia asubuhi ya leo, kukachiriwe mtu katika maisha yako, akawe amekuja akuwa wa baraka, akaje akuwa wa baraka katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimekuja kuachilia neema ya Bwana, mtazamaji wangu naye nitazama asubuhi ya leo. Nikuje nikwambie ya kwamba mahali ambapo ulikuwa umepimwa, ende ujue ya kwamba wewe si mtu wa kupima. Mahali ambapo walikuwa wanasema huwezi endelea, nimekuja kutangaza vizuri sana, wewe kuanzia leo ujue wewe ni mtu wa kuendelea. Mahali ambapo walikuwa wanasema ya kwamba huwezi enda mahali juu, nimekuja kutangaza utaendelea. Tuende katika kitabu cha Hagai chapter 1 verse 5. Inasema namna gani? Now this is what the Lord America say, give careful. Bwana apewe sifa. Peana. Praise God. So kuna kitu ambacho wakati uko katika vita ni vyema kupeana katika Bwana. Bwana apewe sifa. Ni vizuri uelewe vita zako unapeanga nani. Praise God. Wakati uko mahali pale hospitalini, wengine upeana vita zao kwa daktari, na ni vizuri unapeana kwa daktari, ni vizuri. Lakini ni vyema uelewe mipaka yako, ama watu ambao wanakupima ni vyema kuwapeana kwa Bwana. Praise God. Hallelujah. Tunakuwa eneo ambao watu husema ya kwamba hii si bure. Praise God. Now 6 nasema namna gani? You have planted much. Bwana apewe sifa. But harvest little. Bwana apewe sifa. Umepanda mingi, lakini unavuna chache. Wakati unapoanza kuvuna chache, inamaanisha namna gani? Kuna mtu ambaye amekupima mahali. Praise God. Unapanda. Wacha tuangalie kama last year watu ambao walipanda, watu wengi walipanda lakini hawakuvuna. Ukapata ya kwamba wengine wakasema ni mvua imeisha, wengine wakasema kulikuwa hivi, ni mbegu mbaya nilitumia, wengine labda wanyama wakakuja wakakula. Lakini Biblia inasema ya kwamba utapanda lakini unavuna chache. Inamaanisha namna gani? Huyu ni mtu ambaye the same book of Zechariah, mtu ambaye anaenda kuwapima, walikuwa wanapanda sana lakini walikuwa wanavuna chache. Nimetangaza katika jina la Yesu Kristo, hutaivuna machache, hutaivuna chache asubuhi ya leo. Labda miaka yako sana umekuwa ukivuna vitu chache. Praise God. Either kimapato, either kiafya, either kuendelea, either kimaono. Wengine mlisoma sana, ukaeka PhD, diploma, degree, certificate, miaka mingi, lakini hakuna mavuno yoyote umevuna. Biblia imesema ya kwamba Bwana atakuja kuongeza yale mavuno katika jina la Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. You eat but never have enough. Unakula lakini ushibi. Praise God. Hii nayo ni ingine. Unaweza kuwa umepimwa. Kuna watu ambao hukula lakini hawashibi. Praise God. Na kutangazia katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo, yawezekana katika maisha yako umekuwa ukipanda lakini unavuna chache. Nimekuja kukuambia ya kwamba Bwana anakuja kukuongeza. Bwana anakuja kuongeza mavuno yako katika jina la Yesu Kristo. Labda umekuwa ukikula na ushibi. Bwana anasema namna gani? Atakuja kushibisha. Unajua ni vyema Bwana akakushibishe. Praise God. Kwa ajili wakati Bwana anakushibisha, mambo makubwa yanatendeka. Wakati Bwana anakushibisha, unajua wakati Bwana anashibisha mwanadamu, yeye mwenyewe anaanza kufurahia mavuno ya Mungu. Praise God. Hallelujah. Nimekuja kutangaza asubuhi ya leo, Bwana akawashibishe. Hata katika wokovu Bwana akakushibishe. Praise God. Yaweza kuko na njaa. Hallelujah. Lakini ushibi. Tuendelee kusoma, inasema ya kwamba you drink but never have you full. Ya kwamba unakunywa lakini huridhiki ama ushibi. Praise God. Lakini sidhani kukunywa kuna kushiba. Praise God. Hallelujah. Unakunywa lakini kiu haishi. Praise God. Huyu ni mtu ambaye amepimwa. Wakati umepimwa unapatanga ya kwamba
hata zile vitu unafanya hazifaulu. Kwa ajili gani? Kuna mtu ambaye amekupima. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, mtazamaji wangu, ya kwamba Bwana akakushibishe, ya kwamba Bwana akakuongeze katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana akakuzidishie, ya kwamba Bwana akakuongeze tena mahali ambapo ulikuwa umepimika, Bwana akaiongeze. Praise God, hallelujah. You put on clothes but are not warm. Utavaa mavazi lakini hutahisi joto. Bwana apewe sifa. Hii ni aina moja ya mtu ambaye amepimwa. Sijui kama umewahi pata mtu ambaye ni mgonjwa, asubuhi ama jioni unapata anavaa masweta juu. Hii inamaanisha namna gani? Amepimwa na yale magonjwa. Bwana apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba mtavaa mavazi lakini bado mtakuwa mnasikia baridi, kukuwa na jua. Huyo ni mtu ambaye amepimwa. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, waweza kuwa uko katika hii verse ya kwamba unavaa hata mavazi kukuwa na jua lakini unahisi baridi. Nimetangaza hiyo mipaka ambayo iliwekwa ikaondolewe katika jina la Yesu Kristo, ukapanuliwe katika jina la Yesu Kristo, ukatendewe mema katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inaendelea kusema ya kwamba you earn, unaenda unafanya kazi, unapokea mshahara. Praise God. Wakati unapoeka katika mfuko wako, ile mfuko iko na mashimo. Praise God, hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Yawezekana katika hii maisha ambayo tunaishi umepimwa. Wakati unapofanya kazi na umemaliza kazi, Biblia inasema ya kwamba nayo mifuko itakuwa imefanya nini? Imetoboka. Kwa hivyo utakuwa unaingiza pesa, hujui pesa inaenda wapi. Biblia inamaanisha namna gani? Wakati umemaliza kupimwa, tuseme mtu ambao ufanya kazi mwisho wa mwezi ama kibarua, wakati pesa inapoingia, magonjwa inaanza. Sijui fulani, wakati umesema acha niuze shamba fulani nijisaidie, sijui nijenge plot fulani, niwe nikipata pesa kila mwisho wa mwezi, unapata magonjwa fulani imeanza kuingia. Praise God, hallelujah. Hiyo inamaanisha namna gani? Uko katika kipimo. Bwana apewe sifa. Uko katika kipimo. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Uko katika kipimo. Praise God. Hallelujah. So mtu ambaye ako katika kipimo, mifuko yake tayari imefanya nini? Imetoboka. Hiyo inamaanisha namna gani? Ni watu ambao ufanya kazi. Praise God. Unafanya kazi mingi sana, lakini katika hiyo kazi mingi unafanya, tayari uko chini ya kipimo. Praise God. Mtu ambaye tayari ashapimwa, hata kimapato yake, unapata tu yeye mwenyewe, hata akiangalia miaka ngapi nimefanya kazi, nimefanya miaka 20. Kwa hiyo miaka 20 nini niko nayo? Hakuna. Wengine wamenunua magari katika the same company that we work. Wengine katika hii mjengo tunafanya, hapo mwingine alinunua ng'ombe. Mwingine katika hii kazi ambayo ninafanya amesomesha, lakini mimi mwenyewe niko katika kipimo. Bwana apewe sifa. Wengine unapata kama nowadays, unapata ni club, anatoka hii club, anaingia hii club ingine. Kwa ajili gani? Ako chini ya kipimo. Bwana apewe sifa. Na tayari mtu ambaye ako katika kipimo, tayari ashakuwa katika kipimo ambacho mifuko yake imetoboka. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtazamaji wangu asubuhi ya leo, natumaini ya kwamba Bwana amekubariki. Natumaini ya kwamba neno la Bwana limekufikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Ningependa kushukuru Bwana kupitia maombi kwa hizo dakika ambazo nimekuwa nazo mahali hapa. Na nishukuru Bwana kwa ajili najua kwamba neno limefika. Bwana apewe sifa. Najua asubuhi ya leo wewe si mtu wa kupimika. Acha tuamini Bwana kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, tunanyenyekea kwako asubuhi ya leo, tunakurudishia shukrani. Asante Bwana kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Tusamehe makosa yetu, mfalme Mungu wetu, dhambi ambao Bwana tuweza kuwa tumetenda kupitia kutazama, kupitia kunena. Tunaomba Bwana ukatusamehe katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo ambao Bwana umetuambia ya kwamba sisi si watu wa kupimwa. Waliokuwa wamezoea kutupima, sisi si watu wa kutupima. Hata mtazamaji wangu, watu ambao walikuwa wamezoea kumpima, kuanzia leo yeye si mtu wa kupimika tena. Falme wa falme, na kurudishia shukrani. Asante kwa ajili ya hii Nscott TV, mfalme mwema. Bwana tunanena baraka katika jina la Yesu Kristo. Zidi kuwainua, zidi kuwabariki, zidi kupanua hata mipaka yao. Hata wao wenyewe hii television hawatakuwa kupimika tena katika jina la Yesu Kristo. Tunakurudishia shukrani, tunainua jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. Amen sana, amen. Pastor. Amen. Unajua ni mara ya kwanza actually. Yeah.
Tribe yako ni Mkikuyu. Mkikuyu. Yeah. Nimeleta Mkamba, Mkikuyu ni mara ya kwanza. Nimeleta hao wengine hadi wa Uganda, Rwanda walikuja na Nigeria. Leo tumekuwa na Mkikuyu huko. Amen. So unaweza msalimia mtazamaji huko, uweze katuambia kanisa, nambari ya simu na pia maybe one word. Okay. Thank you. Usisahau familia. Amen. Kitu ya kwanza ningependa kusalimia kanisa langu ambapo naposhiriki chini ya mtumishi wa Mungu ambaye ni Bishop Peter Mbithi, ambaye ni mwanzilishi wa kanisa la Christian Church of Disciples kwa mahali pale Ivanga. Tumshukuru sana. Ningependa kushukuru mke wangu bado kwa ajili ya kusimama pamoja nami, na rafiki yangu Jospat Masharia na marafiki wangu wote. Mungu awabariki na watende mambo mema. Na tukitoka mahali hapa tuko na ibada yetu pale Nyashafa. Najua ya kwamba Inapatikana wapi? Nyashafa iko mahali inaitwa Wetavia Ward, Juja. Juja. Ukifika mahali pale, ukitoka Juja ufike Ndarugo, unaweza shukia pale, lakini si pazuri sana. Shukia mahali kunaitwa Koreiha ama Mangu High School. Utavuka hapo, utapata bodabodas, utawaambia wakulete Nyashafa, kanisa inaitwa Christian Church of Disciples. Kuja mahali pale, najua ibada tayari shaanza, utabarikiwa. Amen. 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 Msalimia watu wako? Nimewasalimia wote, watu wa familia, nimewasalimia salimieni wote. Ukitoka huku kama hujawasalimia watasema pastor alikuwa kwa studio na kutusalimia. Nimesalimia, wacha nisalimie watu wote, marafiki zangu, juu ni wengi sana. So juu wote Mungu amewaleta katika maisha yangu. Wewe rafiki yangu, nimekusalimia sana na kupenda, na Mungu awabariki. Ukienda huko Juja, waambie tunawapenda sana. Amen. Na wakwe wanatazama Ensoko TV. Yes. Unaweza isema vizuri? Ensoko TV. Asante sana. Amen. Wengi usema Ensoko, wanasahau kuna N. Basi au umeisema vizuri. Amen. Asante sana kwa kuja. Na karibu sana next time. Nimefurahia na nimesema ya kwamba ni asanti, na Mungu akitujalia tutakuja tena bado kushiriki neno la Mungu pamoja. Na ukuje na kwaya next time. Tutakuja hata sina kwaya peke yake. Tutakuja na praise and worship team. Wow. Kabla nihubiri, tutakuwa kwanza tumefungua vizuri anga, tupige hapa vizuri, tubarikiwe, tupige magoti na tumwabudu Mungu kwa ajili tayari tumeambiwa sisi watu wa kupimika. Naamini ya kwamba hii television kuanzia leo haitapimika tena katika jina la Yesu Kristo. Na mtavuka mipaka, mtaenda mbali. Amen. Mahali ambapo Signet sasa itakuwa inashika kwa ajili ya neema ya Bwana. Haifai kushika, lakini kwa ajili kuna neema inashika. Amen. Asante sana. Mwanchito murigenda mwanchiro mu pastor Nyarega ukira na studio. Tunya toko gendera ndo chomoteri to sharike ineru ikirigaiga